خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى. Bali zimekariri na zimekuja nyasia nyingi katika Qur'ani, kadhalika katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu al-haqq subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na ilhali ni mwenye kuwahimiza watu juu ya kujipamba, ni mwenye kuamrisha watu kujipamba na tabia nzuri na kuamiliana na watu kiujumla kwa tabia ambazo ni nzuri. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, waqulu linnasi husna, nasemeni kuambia watu maneno yaliyokuwa mazuri, sio maneno ya kejeli, si maneno ya kuwaudhi, si maneno ambayo yatakuwa ni yenye kumfanya mtu ajihisi amenyongeka katika nafsi yake. La, muumini anatakiwa maneno yako yote yawe ni maneno ambayo ni mazuri, bali maneno mazuri unayotoa tambue ya kwamba hiyo ni sadaka unaitanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha, kutoa maneno mazuri yakamfurahisha mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ulioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya hivyo inakuwa ni bora zaidi hata ya sadaka ambayo mtu anaweza akaitoa kisha mwisho wa siku akaanza kuifatilizia ima kwa maneno ama kwa masimango. Fulani bana, kama sio mimi mwaka huu angekufa, fulani kama sio mimi angekuwa kadha wa kadha wa kadha. Sadaka kama hii haina nafasi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni bora yule aliyotoa tu maneno ambayo ni mazuri, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, au katoa maneno ambayo ni ya kuwafurahisha tu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, isiyokuwa na kejeli, maneno isiyokuwa na kumvunja moyo. Basi tujipambe na tabia zilizokuwa nzuri, bali tuwe na maneno ambayo ni mazuri, kwa sababu haya Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuwe ni wenye kuamiliana na watu na kuwapa maneno ambayo ni mazuri. Sema Allah, waqulu linnasi husna. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akasema innamal mu'minuna ikhwa, waumini wote kiujumla wao ni ndugu. Na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina ma'ahu, na wale ambao wako pamoja naye mtume sallallahu alaihi wasallam, bimaana waumini kiujumla, maswahaba mpaka na waumini wote kwa ujumla. Anasema ashiddau 'ala al-kuffar, kwanza wao ni ashidda, ni wenye nguvu sana pindi wanapokutana na makafiri, lakini wao kwa wao Allah anasema ni ruhamaun, ni wenye kuhurumiana. Ruhamau bainahum, wao ni wenye kuhurumiana wao kwa wao. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, amesema Abu Hurairah radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, akmalul mu'minina imanan, yani mbora na aliyokamilika katika waumini kiimani si mwingine bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ahsanuhum khuluqa, ni yule atakayekuwa na tabia nzuri. Huyu ndiyo ambaye Uislamu wake yani ndiyo mkamilifu wa kiimani. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bali pia akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Abu Dharr, akamwambia ittaqillaha haythu ma kunta, muogope na mche Allah subhanahu wa ta'ala popote utakapokuwa. Wa atbi'is sayyi'ata alhasana, na lifatilizie baya kwa kutenda jema. Yani mtu anapokuwa ameteleza akawa amefanya jambo ambalo silo, ambalo hajaamrishwa na sheria Allah subhanahu wa ta'ala, basi anachotakiwa haraka ni yeye kufanya lililokuwa zuri, kwa sababu kwa kufanya zuri litakuwa ni sababu ya kufuta lile baya ambalo huyu mja ameteleza akalifanya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, hakika mambo mema yanakuwa ni sababu ya kufuta yale makosa. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema, na amiliana na watu kwa tabia iliyokuwa nzuri. Haya ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anatufundisha namna gani sisi tuweze kuamiliana na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, Imam Ibn al-Qayyim anasema Allah mrehemu, jamaa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amekusanya Mtume sallallahu alayhi wasallam baina taqwa Allah ta'ala wa husni al-khuluq, kati ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, taqwa Allah, kati ya taqwa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala,
wa husnul khuluq, na tabia iliyokuwa nzuri. Kwa nini? Lianna taqwa Allahi, kwa sababu mtu atakapojipamba na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, tuslihu ma baina al-abdi wa baina rabbi, taqwa itampelekea kwamba kutengeneza huyu mja kati yake yeye na kati ya Mola wake. Wa husnul khuluqi, na kujipamba na tabia iliyokuwa nzuri, yuslihu ma bainahu wa baina khalqi, atakuwa ni sababu ya kutengeneza kati ya huyu mje mwenye kujipamba na tabia iliyokuwa nzuri na kati ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fataqwa Allahi, taqwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, tujibu lahu mahabbat Allah, hilo litapelekea kwa huyu mje kuweza kupata mapenzi, kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa husnul khuluqi, na kujipamba na tabia iliyokuwa nzuri, yad'u nasa ila mahabbati, inapelekea kuwaita watu na kuwavuta kumpenda huyu mwenye kuwa na tabia iliyokuwa nzuri. Wa yaqulu al-Mawardi rahimahullah, anasema idha hasunat akhlaqul insani, itakapokuwa imekuwa ni nzuri tabia ya mwanadamu, kathura muswafuhu, basi hata wale jamaa watakuwa ni wengi wenye kusuhubiana naye, wa qalla muaduhu, bali pia wale maadui wake watakuwa ni wachache, kwa kuwa umejipamba na tabia iliyokuwa nzuri. Fatasahalat alayhi al-umur, bali hata mambo kwa huyu mja wa Allah subhanahu wa ta'ala yatakuwa ni mepesi. Yale ambayo yalikuwa yakionekana kama ni as'ab, mambo mazito mazito, kwa kuwa umejipamba na tabia iliyokuwa nzuri, basi yatageuka na yatakuwa ni mepesi kabisa. Wala natlahu alqulubu alghidab, basi hata zile nyoyo ambazo zilizokuwa na tabia za chuki, za kukuchukia, kwa kuwa umejipamba na tabia ambayo ni nzuri, itakuwa ni sababu ya zenyewe kuweza kulainika. Qala ba'd albulagha, amesema baadhi ya albulagha, alhasanu alkhuluqi, yule mtu mwenye tabia ambayo ni nzuri, min nafsihi fihi raha, yani katika nafsi yake kuna anajihisi kwamba lazima atakuwa na amani, wanasu minhu fi salama, bali hata watu pia watakuwa na amani katika nyoyo zao, kwa sababu umekuwa na tabia iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo kwa maana hiyo na wenyewe watapata amani kwa kupitia hilo. Wasayyi'ul khuluqi, na mtu ambaye atakayekuwa na tabia mbaya, annasu minhu fi bala'in, watu siku zote watakuwa wako katika mabalaa, yani wana wasiwasi na wewe. Wa huwa min nafsihi fi ana'i, lakini pia hata huyu mwenyewe mwenye hiyo tabia atakuwa yuko katika shida na dhiki tu, kwa sababu tayari jamii itakutenga. Utakuona ni mtu wa matusi, wewe ni mtu mchafu, ni mtu mwenye maneno makali, ni mtu ambaye, kwa hiyo na jamii siku zote inapenda kuona mtu ambaye anabaki katika mazingira ya kuwa na tabia iliyokuwa nzuri. Ndugu mtazamaji wa kipindi hiki, laqad wa'ada al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam, kwamba ameahidi Mtume sallallahu alayhi wasallam sahib al-khuluqi al-hasan bil ajri al-azim, amemwahidi mtu atakayekuwa na tabia nzuri kwamba huyu atakuwa na ujira ambao ni mkubwa kabisa, wa thawab al-jazil, bali atakuwa na malipo mapana, malipo makubwa ambayo ni mazuri kabisa, min Allah ta'ala yawm al-qiyama, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtukufu siku ya kiyama. Faqala sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna min ahabbikum ilayya, hakika yule ambaye atakayekuwa ni mwenye kupendeza mno kwangu mimi katika nyinyi, wa aqrabikum minni majlisan yawm alqiyama, na atakayekuwa karibu mno kwangu mimi siku ya kiyama, katika kikao cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ahasinukum akhlaqa, ni yule atakayekuwa na tabia iliyokuwa bora. Yani mtu anayependeza mno kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni yule mwenye akhlaq alfadhila, tabia iliyokuwa nzuri, bali huyu ndio atakayekuwa karibu na meza ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama. Bali akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha ubora na tabia ya mtu kujipamba na